Bwana Yesu Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Tangu nimeokoka, unajua kipindi naenda kanisani, nilikuwa naona kwenda kanisani ni raha. Naenda nacheza miziki, napiga makofi, unarukaruka, enzi za utoto. Nilikuwa nadhani ni kitu fulani cha chepesi sana tuseme. Nilikuwa nadhani kitu fulani chepesi cha kufikirika kwamba ili uende mbinguni ni lazima uende kanisani. Nilikuwa nasema hivyo. Na ndo nilikuwa nafikiria hivyo. Lakini sikufikiria ya kwamba kuna gharama tofauti na kwenda kanisani. Ipo gharama ambayo inatakiwa mimi niilipe. Inatakiwa baada ya kuokoka niilipe. Sasa Bwana, baada ya kutangaza mimi kuwa nimeokoka, huu ni ushuhuda wangu. Baada ya kutangaza ya kuwa nimeokoka, kwanza nilianza kuona mambo yananiendea vile, yani ndivyo sivyo, vile ambavyo sikutarajia. Sasa Bwana, nikiwa katika harakati za kuomba, za kutafuta uso wa Mungu, nakumbuka ilikuwa ni siku moja usiku saa 8. Ilikuwa saa 7. Sasa siku hiyo niliamka. Waga na tabia moja ya kutega alamu saa 7 na dakika 55 sometime, ili kusudi ikilia alamu niamke, au dakika 50, ili kwa dakika ngapi hizo 10 niweze kujiandaa vizuri, kama ni uso ninawe, nikae sawa sawa, niwe timamu. Sasa siku moja katika harakati za kusikilizia alamu ikalia. Ilivyolia, ndani yangu ngasikia kuna karoka na niambia kaizime alamu, umechoka sana. Nikaizima ile alamu Bwana. Baada ya kuizima alamu, nikasikia ndani tena roho hiyo inaniambia kwamba empumzika kidogo, ikifika saa 8 kamili utaamka. Mimi nikaifuatisha ile roho bila kujua kwamba nilikuwa napoteza. Sasa baadaye nilipoifuatisha ile roho, kicho nikuta ni nini? Nilijikuta muda fulani ile imefika sasa saa 8 kama na dakika 4 hivi. Nataka niamke kuomba. Nilisikia mwili kunyenyua shingo hivi siwezi. Nilisikia pia ni kama nimeshikiliwa mikono, maana nilikuwa nimekaa kwenye kiti. Nilisikia kama nimekamatwa mikono, kuna mtu kaja kanikunja. Kanishika kwenye shingo humu, kanishikilia kwenye shingo humu. Kanigandamiza chini hivi. Lakini